Hasa unajua niko karibu sana nimepost kipande cha TikTok kimeenda ndo nakuta hiyo ngoma isitoke. Vipi tena? The reason why I say that it's hata Igachi alisumbua. Otile Brown na Jovia, mambo ni mwecheche, mambo ni live. Kindly subscribe, like na comment. Otile Brown na Jovia ndio wasanii wa kipekee nchini Kenya ambao wapo na kolabo nyingi. Siri ni gani? Hamna siri. Hata mimi sitaki tena, nimechoka. You don't want any more collabo? Hajalipwa kitu yani. Hajalipwa. Yani yeye alipwagi. Sasa sijui Otile anafanyaje kazi na mtu hivi. Bila kumlipa. Lakini huwezi kuamini Otile naye hajakaa kimya. Ya Otile alikuja akajibu kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu unajua unapokuwa umekaa kimya ni kama vile unaruhusu watu wengine watu wa kuattack. Na nafikiri mimi kuna time waga nasema usiwe mkimya sana, na unapokuwa unazungumza ili kila mtu akuelewe. No, what do you mean? Because I wasn't getting anything. What's happening wewe na Otile Brown tena? What's going on? Going on? That was fast. Yeah, what's going on? Nini mbaya tena? Wasa hakuna kupoa. Hakuna kupoa hapa. Hapa ni AMTV inapanda ikienda ikisonga. What's happening? Sijui nitaelezea vipi. Mimi mwenyewe sikutarajia kusema ile la ukweli. I didn't expect that. We've always had issues sometimes here and there. Yani sana kumekuwa na matatizo mingi yani. What are you talking about? I swear kama unavosema ndivyo ilivyokuwa, basi unajua kuweka siri mama. Kwa sababu hata ukimuuliza mtu yote anayetazama sasa hivi, no one will even believe, because you looked so good with Otile Brown mkiimba, you know, mnakaa tu mko vizuri, so matatizo yalitokea wapi? Sita kwenda deep sana, but people always think that, and I've been crucified so much, especially on social media. People are like, unaongea nini wewe? Kwanza mashabiki wake, ana mashabiki ujue sana. And as we speak right now wananitukana sana kwenye DM. Oh really? Of course. Anashambuliwa vibaya. Kwanza kitu cha kwanza, kitu ambacho wakijui, such kind of love ikitoka, mimi nilikuwa nalala chini Mirema pale. What do you mean? What do I mean what? What do you mean? Nilikuwa nalala chini kwa sababu unajua collaboration. Ulikuwa una mattress? Ama ulikuwa na mattress lakini umetandika chini? Nilikuwa tumefanya kazi ila kuna makato, si ndio, split sheet. Yeah. But I don't get anything out of it. What do you mean? What do you mean what? No, what do you mean? Because I wasn't getting anything. Why? I don't know. Why don't you know? Because kwanza we signed a split sheet. Alafu unaona katika collaboration kuna msanii mmoja huwa lazima najuaga labda kama distributor wake anakubali hivyo vitu ama hakubali. I don't know, mimi nikuja kugundua juzi, I think 2 years back nikuja kugundua hicho kitu. But then we have a split sheet, we've signed, we've had an agreement. The copy of split sheet kwanza haikutumwa, kitu cha kwanza. And then nakumbuka kuna kipindi niliteta sana, nikateta because So okay, take your time. Tupo. My child was in Mombasa with my grandmother. Hakuna kitu kibaya kama uambie familia like they see your song, you're doing a song. Yes, you have a split sheet. Bora hata usingekuwa na split sheet, you know? You have a song, you've done a song, and unajua ni hadi unafika hivi unabambanya muda mwingine, let me come with my hair, let me come with this. Umeelewa Yeah. So that at least video hata ikamiliki. Yeah. Umefika labda location, sure I'll pull up. I'm gonna pull up. And then family is asking like, jamani, mbona hivi unakuta unahangaika na umefanya mangoma and you have a split, but percentage ilikuwa ni ngapi Jovial? Your split sheet ilikuwa nasema vipi? Percentage was I think 30 if I'm not wrong, sababu copy sikutumanishiwa. 30 ikienda sana 40 if I'm not wrong. So nakumbuka kipindi hicho mtoto nilimpigianga the previous manager Noriega. Nilimpigia nikamwambia Noriega, mbona mimi sipati malipo yangu?
what is happening. Napigia wanaitwaje Distributors. yes na wapigia wanaotukatilia sasa, wanatukata the percentage wanaofaa kutuma. Yeah. And I'm asking, I'm like, okay, what's happening? Like, mbona sipati share yangu? I'm supposed to get my share there, you know? Yeah. Wananiambia, si tulipigiwa simu tukaambiwa tusitishe kutuma na pesa. Nikamwambia labda kwa misingi gani? What is happening? Like, tell me. So they don't want to tell me. Have you talked to him? I'm like, hajaniambia kitu chochote, kwa sababu hiyo kwanza ni haki yangu. It's true. Ni haki yangu. I mean, you're part of the song. Yes, ni haki yangu. Afu ujue si ngoma moja. Mwakido ujue si ngoma moja. Ujue si ngoma moja. Nimesugua gaga huku nje. Wewe acha bwana. I'm telling you. What do you mean? My daughter was struggling in Mombasa with my grandmother. What are you saying? Otile kupitia Insta story yake alisema kwamba Jovial, najua kwamba inakuuma sana, inakuuma kwa sababu DNA ilisoma mtoto sio wangu. Najua kabisa kwamba ulitamani sana awe wangu, ila Mungu akapanga kwa hakupanga kuwa hakupanga. Natumai hujutii kuzaa. Yeah. Hiyo ni moja kati ya Insta story kutoka kwa Otile Brown. Lakini pia ingine ambayo ilikuja ikasoma sema, sasa mimi sitaki kufaulu, sitaki wewe ufaulu. Yaani aje hata wimbo wako wa ulinihukumu ambao tumetoka kusikiliza unaoleta kwamba unaoleta shida ni wimbo nimekuandikia mimi. Wote uliamua kutoa wimbo wakati mimi sijaridhia. Hiyo ni ishara ya kutosha kwamba hakuna heshima kati yetu. Hakuna heshima, hauniheshimu wala hisia zangu. All these good songs we've made together leo hii na the song leo hii na kushow kwamba there is something missing with the song. Na pia nataka kuambia kwamba unataka simu kisha unakata simu kisha unaenda kutoa ngoma bila idhini. Yani hungeweza kukuwa tu na subra kiasi ambacho kwamba ningetaka wewe au Wakenya wangetaka kujua. Hiyo nao ni nyingine. Lakini ni kwamba ameweka Insta story nyingi nikianza kuzisoma hapa, I think utazicheck kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa sababu hichi ndicho ambacho kina happen sasa hivi. Yaani kwa kitu ambacho mimi sijakielewa. Turudi nyuma hapo kwa Jovial kusema kwamba tangu aanze kutoa nyimbo na vitu kama hivyo yeye amekuwa analala chini. Mimi nataka niulize, kwani ni Otile Brown peke yake ndo amekuwa ni msanii ambaye anafanya naye kazi, ama tuseme hajakuwa na solo projects zake peke yake? Sasa amekuwa anafanya kazi zingine kama hujalipwa hapa. Si kuna zako zingine ambazo unafanya. Mbali na hivyo kumekuwa kuna magigs na sio yote kwamba amekuwa anaenda na Otile Brown. Kuna mazo amekuwa anaenda peke yake na vitu kama hivyo. So I don't understand kwa nini anataka kufanya hii blame game, but Otile Brown na Jovial ndio wasanii wa kipekee nchini Kenya ambao wapo na kolabo nyingi. Siri ni gani? Amna siri. Hata mimi sitaki tena, nimechoka. You don't want any more collabo? Be serious, Jovial. Zimekuwa nyingi. Your chemistry is good. Thank you. I appreciate that, but Yeah. Pia ni zimekuwa nyingi. Hii ndio ilikuwa ya mwisho. Ulinihukumu. Do you feel hii kuzoeana na kolabo kwa nyingi ndio imeleta ugomvi ambao mpo katika timu hili? Because too much of anything is poisonous. Mimi sina ugomvi na mtu. Sema leo mimi mtu fresh. Tony hata wewe unanijua. Nakujua sana. Yaani sina mambo mengi mimi, umeona? Afu mimi si mtu wa kuongea. Mimi nikiongea, ujue basi umenikwaza, afu umenisinya. Yaani umenibo. Mimi nikiongea sababu unajua kuna vitu ni vitu vya mambo madogo haya, la kukwaruzana ni kama vitu vya kawaida, lakini ukinani nimeongea yani wewe unajua wewe umenisinya, you bore me. You did before mtoe ulinihukumu, did you get approval from him? Of course, everything. Mimi I do not release a song without the other party ajue. Kuanzia malipo nalipa. Unajua iko na producers wawili, moja from Zambia au Zimbabwe something. Kuna nini yeye ndo aliotengeneza beat. Tukarekodi na Viki, nikamlipa Viki. Umeelewa? Nimelipa producers wawili. I've spent so much on that audio. Mimi siwezi kubali pesa yangu iende bure. I'm a woman, I'm investing, I'm using my energy, effort and money. Mimi sijaekwa mjini, napambana peke yangu, you know? So if you mess up with my job, I don't like that. I'm going to come after you. I don't like that. Nilimusisha katika kila kitu. Kuanzia malipo ya kwanza, malipo ya pili.
Paka kuna siku tulikutana studio Viki shahidi, tulikutana studio nikamwambia una marekebisho yoyote nataka kufanya. Haiko sawa. Shida sio approval. Yeye anajua shida ni gani. Shida ni gani katika anajua, anajua. Yaani hapo alafu hata tusiongee. Mimi tena nilisema ndandika nini usitake niongee. Uliitwa mbishi. Kwa wewe ni mbishi. Sawa, haina shida. But yeye anajua tatizo nini. Anajua. He knows. We know. Just to give you a context, msikilizaji, hii si mara ya kwanza kwa kitu kama iko happen, because we know some few weeks ago kulikuwa na same issue kati ya Otile Brown na Willy Paul ambapo alipotoa tu ngoma yake ya PM, kesho yake ama 2 days later akatoa ngoma. Itakumbuka kwamba pia 2021 pia alisema Nadia Mukami alitoa ngoma ya Kolo, I think kama sijakosea, bila approval yake, something of the sort. So it's been matukio ya muda kwa muda kati yake na wasanii wenzake. Hii ni mara ya 3 happening. Shida ni Otile Brown ama ni wasanii ambao wanafanya collab? Mimi hata sijui, kusema la ukweli mimi sijui, afu hata nilishangaa. Afu juu imeniuma because we have issues sometimes. It's okay. Like we from way back. I got that guy's back. He knows that. Yeah.